mentor. The compound effect chapter 2, leo tunaendelea tulipoishia. Chapter 2 inasema choice. Choice maana yake ni maamuzi au decision. Kuna koti moja inasema hivi kwa tafsiri ya maisha ni kwamba wewe ulipo hapa leo ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya siku zilizopita. Kwa mfano, leo unapitia suffocating ya kutokupata wateja wapya kwenye biashara yako. Maana yake maamuzi ya nyuma uliofanya ya kutokutengeneza utamaduni wa kutumia mbinu mbalimbali kupata wateja wapya kwenye biashara hukufanya, ndio maana leo biashara yako ina suffocate, haina wateja wapya. Sawa? Kitu kingine, kwa mfano wewe leo ni mwajiliwa, maanake ni maamuzi uliyofanya zamani ya kuamua kuomba ajira, ndio maana ukaingia kwenye kazi. Okay, fundisho la pili tulilopata leo kwenye hichi kitabu nimelipenda sana, linaitwa ila hapa linasema elephant don't bite lakini mosquito do. Hapa nimejifunza kitu kimoja, yani tembo ang'ati lakini mbu anang'ata. Kwenye tafsiri ya kawaida ya maisha ni hivi: makosa madogo madogo ambayo unayafanya kila siku kama maamuzi yako yanaumiza zaidi kuliko makosa makubwa. Kwa mfano, wewe unauza duka, unachelewa kufungua duka, sawa, utaona kawaida. Unawahi sana kufunga, utaona kawaida. Haukei wateja, unatukana, hauna lugha nzuri kwenye biashara. Unaweza kuona huyu mteja mmoja anazingua, lakini yule ndo chanzo cha kuleta wateja wengine. Sawa, wewe unafanya network marketing, haualiki, haupigi simu, hauhudhurii semina. Lazima biashara yako iyumbe. Matokeo yake ni nini? Makosa madogo madogo unayofanya ambapo kama maamuzi yako yanaathiri zaidi kuliko makosa makubwa. Okay. Hii chapter ni ndefu, kwa hiyo nitaitoa kwenye vipande vidogo vidogo. Fundisho kubwa tulilolitoa lingine katika chapter hii ni Thanksgiving. Toa shukrani basi na wewe. Mtu akihudhuria semina, sema asante. Mtu ameingia kwenye live yako, mshukuru basi. Mtu amefanyaje? Amekupa ushauri, mshukuru basi. Maana saikolojia inasema hivi, the more unashukuru unamtengenezea mtu utamaduni wa kuwa tayari kukusaidia unapokuwa na shida. Yaani kama wewe ni mtu wa kushukuru, inamfanya yule mtu tena ukiwa na shida akusaidie kwa haraka. Kwa hiyo ukitaka kusaidika, basi kuwa mtu wa shukrani. Asante kwa leo. Naona nitatoa chapter hii ni ndefu, kwa hiyo nitaikata kipande kinachofuata. Kwa hiyo usiache kusikiliza kinachofuata. Asante.